Hujambo, karibu katika kipindi cha Kishindo awamu ya 6. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki Agnes Mapu, mimi ni Ismail Bugdha. Leo hii katika Kishindo awamu ya 6 tunaangazia mradi wa hospitali ya wilaya ya Kinondoni iliyopo Mabwepande. Zaidi ya shilingi bilioni 7 zimewekezwa hapa, ikiwa ni ujenzi wa mradi kwa ajili ya hospitali hii, kama anavyoeleza mganga mkuu wa wilaya ya Kinondoni Dr. Peter Sanya. Manispaa ya Kinondoni mpaka sasa hivi tuna vituo takriban 378 vya kutolea huduma za afya, na vituo hivyo vimegawanyika. Kuna vituo ambavyo vinamilikiwa na halmashauri vyenyewe, lakini kuna vituo vya wadau, kuna vituo vya taasisi kama vile majeshi, lakini kuna vituo vya mashirika ya dini. Lakini vituo pekee ambavyo halmashauri inamiliki ni vituo 35. Kati ya vituo 35 hivyo tuna zahanati 25, lakini tuna vituo vya afya 9 na hospitali ya wilaya 1. Kisha anazungumzia uwezo wa hospitali pamoja na utoaji wa huduma. Utoaji wa huduma katika halmashauri yetu unaimarika siku baada ya nyingine, hasa nikiongelea vituo vya kutolea huduma za afya ambavyo vinamilikiwa na halmashauri. Vituo hivi kama ambavyo nimeshasema mgawanyiko wake, kwa kweli vinapata wateja siku zote, na hospitali ya wilaya ina uwezo wa kupokea. Sasa hivi inapata wagonjwa takribani 350 mpaka 400 kwa siku, lakini tuna vituo vya afya ambavyo vinapata wagonjwa takribani 200 mpaka 250, na tuna zahanati zinazopata wagonjwa mpaka 200 kwa siku. Huduma zetu zinaboreka kwa sababu kwanza kuna watumishi wenye ujuzi katika halmashauri yetu. Hakuna kituo chochote ambacho hakina mtumishi mwenye ujuzi. Na pili, kuna vifaa tiba na madawa ya kutosha. Ndio maana nikasema kwamba huduma zetu zinaboreka siku baada ya siku. Sasa hivi upatikanaji wa dawa kwenye vituo vyetu hivi vyote ni 93 na pointi kama 5 hivi, na kati ya wagonjwa 20 wanaofika kwenye kituo chochote cha kupatia huduma za afya wanapata dawa zote ambazo zinatakiwa azipate baada ya kuwa ameandikiwa na daktari. Lakini vipimo vya maabara vinapatikana vyote kutokana na ngazi ya kituo. Katika 20 hao ambao wanahudumiwa kwa siku, kwa mfano, unaweza kukuta wagonjwa 2 au 1 anakosa huduma au dawa zote kwa sababu ameenda kwenye kituo ambacho sio stahiki yake. Mathalani, mgonjwa anatibiwa Muhimbili kliniki yake, dawa zimemwishia, anatoka pale anakwenda kwenye zahanati ya Mabwepande. Sasa zahanati ya Mabwepande ile hatuna maspecialist na hatuna dawa zile ambazo ameandikiwa kule. Kwa hiyo mgonjwa akifika pale atapewa matibabu, lakini dawa hasa ambazo angepata kama yuko Muhimbili hawezi akapata. Ndio maana nikasema kwamba kati ya 20 unakuta 2 wanakosa hizo huduma. Lakini vifaa tiba na majengo yanaboresha, yanafanya huduma zetu ziwe sahihi. Nimshukuru sana Daktari Jemadari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu anatoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi, anatoa fedha nyingi kwa ajili ya kulipa mishahara ya watumishi, lakini anatoa fedha nyingi kwa ajili ya kununua madawa na vifaa tiba. Watumishi waliopo kwenye hizi vituo 35 hivyo vya serikali vya kwetu, tuna takribani watumishi 1100 hivi. Niseme kwamba watumishi hawa ni wengi, wanatusaidia, ingawaje tulitakiwa tuwe na watumishi kama 1800, lakini hawa tulionao kwa kweli wanafanya kazi kubwa, niwapongeze sana. Na kati ya hao watumishi tuna watumishi 258. Hawa watumishi hawa ni wa mkataba. Wa mkataba huo mkurugenzi ameajiri watumishi 131 wa mkataba, lakini waliobakia hawa wanalipwa na mdau wa halmashauri. Kwa hiyo watumishi wote hao wako vizuri, wanapenda kazi yao, na ndio maana ukienda kuangalia kwenye madaftari ya malalamiko
au ya maoni ya wananchi ambao tumewekea wananchi masanduku ya maoni ili tupate maoni ya huduma zetu zikoje. Maoni mengi tunayopata, hata simu zinazozipigiwa, ni kupongezwa kutokana na huduma zinazopatikana. Ukiangalia wazee wanapata huduma bila changamoto yoyote na wanapata dawa zao bila changamoto yoyote. Nina imani kwamba siku zinavyoendelea huduma zitaendelea kuboreka katika halmashauri yetu. Tunaposemea hospitali ya wilaya ya Kinondoni, ni kwamba hospitali yetu ya wilaya ya Kinondoni tumeijenga inapatikana kwenye kata ya Mabwempande na mtaa wa Mabwempande, mtaa wa Mji Mpya. Vile vile hospitali hii tumeanza kuijenga kuanzia 2017. Na ni kwa nini tulianza kujenga? Ni kwa sababu hiyo hospitali zamani, hospitali hii ya rufaa ya Mwananyamala ndio ilikuwa hospitali ya halmashauri ya manispaa yetu hii, lakini ilipochukuliwa kwamba ikawa hospitali ya rufaa ya mkoa, ndipo sasa halmashauri kupitia baraza la madiwani ikaamua kuanza kujenga hospitali yake ya halmashauri ambayo ndio ikaenda kujengwa kule Mabwempande. Hospitali ile yetu ambayo iko Mabwempande ambayo tunasema ni ya halmashauri ina majengo 14 mpaka sasa hivi. Majengo hayo thamani yake ni bilioni 7 na point, na kati ya hizo bilioni 4 ni za kutoka mapato ya ndani ya halmashauri. Zilizobakia bilioni 3 zile zimetoka serikali kuu. Na ujenzi ule ndani kuna kuna vifaa tiba vya kisasa. Sasa hivi ukifika Mabwempande, watumishi wanaofika pale au wagonjwa wanaofika pale wanapata huduma zote. Kwanza tuna madaktari bingwa wapatao 5 wako pale, kwa huduma za kibingwa zinapatikana. Lakini tuna jengo la magonjwa ya dharura. Lile jengo lile lina vifaa vyote vya muhimu ambavyo mgonjwa wa dharura anatakiwa kuvipata. Lakini sasa hivi niongelee ishu ya baba, mama na mtoto. Akina mama wajawazito, tangu anapojisikia kwamba yeye amekuwa mjamzito, huduma anazipata pale za kliniki. Lakini atakapojifungua pale, anaweza akajifungua kwa njia ya kawaida, au ikishindikana njia ya kawaida, basi atajifungua kwa upasuaji. Yawezekana mama yule akajifungua mtoto ambao hajafikia muda wake. Tuna kitengo maalum cha kuweka wale watoto ambao hawakufikia muda wao, ambao kwa muda wa siku. Watoto tunategemea awe na kilo 2.5 wastani na kuendelea mpaka kilo 3 na ngapi. Lakini ukimkuta mtoto yuko chini ya pale, tunamtunza pale. Zamani tulikuwa tunamrifaa kumpeleka Muhimbili au kumpeleka Mwananyamala, lakini sasa hivi tuna vyumba takriban 10 na kitu vya kutunza watoto kama wale, wanapata matibabu, vifaa tiba viko pale, hakuna shida yoyote. Kwa mama na mtoto wataondoka pale wakiwa salama. Dr. Zena Suleiman ni mganga mfawidhi hospitali ya wilaya ya Kinondoni Mabwepande. Karibuni sana hospitali ya wilaya ya Kinondoni. Hospitali hii ilianza rasmi kufanya kazi mwaka 2021 na hadi sasa hivi tuna vitengo vyote vinavyohitajika kupatikana katika hospitali ya wilaya, na hospitali yetu inapatikana katika kata ya Mabwepande, Mji Mpya, na tunahudumia wagonjwa ambao wanahudumiwa OPD ambao ni wagonjwa wa nje, lakini vile vile tuna huduma za kulaza wagonjwa, na pia tuna wodi za magonjwa yote yanayohitajika kwa kumhudumia mgonjwa, ikiwemo wodi ya wazazi, wodi ya watoto wachanga, magonjwa ya ndani pamoja na magonjwa ya upasuaji na wanawake, pamoja na magonjwa ya watoto. Tunahudumia wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali zinazozunguka eneo hili, na kwa siku tuna makadirio ya kuhudumia wateja kati ya 150 mpaka 250. Tunatoa huduma mbalimbali za vipimo vyote vinavyotakiwa katika hospitali ya wilaya, lakini vile vile tunatoa huduma za X-ray na ultrasound kwa level zote. Tunatoa huduma za kibingwa kwa watoto
lakini vile vile tuna madaktari bingwa wa kinywa, koo na masikio, na vile vile tuna daktari bingwa wa mifupa na daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake. Kwa hiyo hospitali yetu imejizatiti katika kutoa huduma bora kwa wateja wetu wanaokuja kutoka maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, na vile vile tumewekeza kwenye vifaa tiba bora sana, na dawa zote zinazotakiwa kwenye hospitali ya wilaya basi zinapatikana katika hospitali yetu. Na kama mnavyoona hapa, tuko katika wodi ya watoto wachanga na tumewekeza vya kutosha, vifaa vyote vinavyohitajika katika kumhudumia mtoto na kumvusha mtoto salama vinapatikana hapa. Tunafanya vile vile huduma kama tulivyosema za uzazi salama, ikiwa ni pamoja na upasuaji wa dharura na wa kawaida kwa mama ambao wanakuja kujifungua hapa, na tunashukuru Mungu mwitikio umekuwa mzuri na wateja wananufaika sana. Tunahudumia RCH ikiwa ni baba, mama na mtoto pamoja na vijana, lakini vile vile tuna jengo la x-ray na mionzi, ultrasound, tuna jengo la maabara, tuna majengo ya END ambao ni wagonjwa wote wa dharura wanatibiwa hapo, lakini kwa sasa hivi pia hata wagonjwa ambao wanakuja, wagonjwa wa nje wanatibiwa katika eneo hilo, sababu bado hatujakuwa na jengo la OPD ambao ni magonjwa ya nje. Lakini vile vile tuna wodi kama nilivyosema mbalimbali, wodi ya watoto, wodi ya magonjwa ya ndani, wodi ya upasuaji na wodi ya wanawake. Lakini pia tuna kitengo cha meno ambacho kina vifaa tiba vya kutosha kabisa kuweza kuhudumia wateja na ni vya kisasa. Pia tuna kitengo cha uzoeza viungo kwa Kiswahili, physiotherapy, na chenyewe kinafanya kazi na kina vifaa tiba vya kutosha. Pia tuna jengo la ambao tumeliweka mama na mtoto, na hapo uzuri ni kwamba tumeweka katika jengo moja, kwa hiyo mtoto akipata changamoto yoyote akiwa amezaliwa basi ni haraka kabisa anapelekwa kwenye wodi ya watoto kuweza kupata matibabu zaidi. Vile vile pia tunatoa huduma ya upasuaji kwa kama tulivyosema wa magonjwa mengine yote, ambayo mgonjwa akiwa ana shida ya upasuaji tuna vyumba vitatu vya kufanya upasuaji kwa wakati mmoja, ambavyo vyenyewe vyote vimewekezwa vifaa tiba vya kisasa kabisa. Kwa wodi kwa sasa hivi capacity ni kubwa kuliko idadi ya wagonjwa tunapokea. Kama tunasema kituo bado ni kipya, lakini tunaendelea kuboreka na kuwa na wagonjwa wengi kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa sasa hivi kama ikiwa imejaa kabisa naweza kupata wagonjwa 30 kwa wodi ya magonjwa yale ambao ni watoto wadogo, magonjwa ya kulaza ya ndani pamoja na upasuaji na magonjwa ya kike. Baadhi ya watumishi wa hospitali hii wanazungumzia ufanisi pamoja na vifaa tiba vilivyowekezwa na serikali. La hospitali ya wilaya ya manispaa ya Kinondoni zamani ilikuwa inaitwa Mabwepande hospitali, lakini kwa sasa inaitwa Kinondoni District Hospital. Huduma zinazotolewa katika idara hii ya mama na mtoto ni pamoja na wazazi wanaokuja kujifungua, yani labor ward, kwa kila siku kwa masaa 24. Baada ya kujifungua kuna huduma ya kulazwa wa mama ambao wameshajifungua kwa njia ya kawaida. Kuna wodi 2 za kulaza wa mama wa namna hiyo, lakini pia kuna wodi ya kulaza wa mama ambao wanakuja kungoja kujifungua, lakini pia tuna huduma ya wamama wajawazito ambao bado hawajajifungua, lakini wanakuwa na huduma mbalimbali labda za changamoto ya kiafya. Zote hizo huduma zote tunatuzitoa katika jengo hili au katika kitengo hichi cha wazazi. Lakini pia tuna wodi inaitwa PIH wodi ya wamama ambao wana changamoto ya pressure wakati wa ujauzito, pia wanapata hizo huduma. Lakini pia tuna huduma ya upasuaji. Ina maana kwamba tunalo jengo la theater, lina wahudumu wa theater, na sisi ndio watu wa huduma pia ya upasuaji wa mama wajawazito wanaoshindwa kujifungua kwa njia za kawaida au wenye matatizo mbalimbali ambayo yanapelekea kuto kujifungua kwa njia ya kawaida, wanatakiwa wafanyiwe operation. Basi pia tunazo huduma za operation zinafanyika hapa kwa masaa 24.
Hii hospitali inatoa huduma zote, kwa huduma za upasuaji ambazo tuna wataalamu wa mabingwa wa kinywa, masikio na pua, ambazo hizo upasuaji zake zote zinafanyika. Tuna bingwa wa mama na mtoto ambao pia hizo upasuaji pia zinafanyika. Tuna bingwa pia wa mifupa kwa wale wote ambao wamepata changamoto zozote za kuvunjika miguu au kichochote kile cha mifupa, hizo huduma pia zinafanyika kwa. Lakini kwa sasa hivi kwa wingi ambazo zinafanyika katika kituo chetu ni za mama na mtoto au vimbe zozote zile mbalimbali ambazo zinapatikana katika wamama wetu. Kwa mwezi maximum kwa huduma za mama na mtoto zinafanyika kwa maximum kama upasuaji 62, 65 ndio hizo tunazoenda nazo kwa mwezi. Kwa siku zinategemeana. Saa nyingine unaweza mkaenda 5, 8 kwa siku. Lakini saa nyingine pia unakuta hakuna kitu. Na kwa sasa hivi hapa tuko na vyumba vya upasuaji almost ni vyumba 3. Kwa huku kwenye hivi vyumba ambavyo tuko navyo kwa huku juu ni vyumba ambavyo tunavyotumia kwa magonjwa ya nje. Kwa mfano wale wa mifupa, kwa mfano katika hiki chumba tulichopo hiki. Kwa wale wa matatizo ya mifupa, wa kinywa na penyewe wanafanywa katika hiki chumba. Kuna chumba kingine kiko kwa hapo kwa wale ambao wa matatizo ya upasuaji kwa wale watoto. Sababu tuko naye pia daktari bingwa kwa ajili ya watoto ambaye yupo pia. Kwa hiyo kwenye chumba ambacho kinachofuata hapo chumba kinachofuata kwa hapo kuna ambayo kinadili na upasuaji za watoto pia. Kuna room namba 3 ambayo iko kwa upande wa 3 kwa kule ambayo inadili na kina mama ambayo iko kwa mle ndani kwenye wodi ya kina mama na watoto pia. Kwa hapa hospitalini kwetu tunatoa huduma ya X-ray na ultrasound kwa wagonjwa wanaofika katika kituo chetu kwa ajili ya kupata matibabu na huduma za kiuchunguzi. Tuna mashine kubwa kabisa ya Philips, ni digital X-ray ambayo inatusaidia katika kufanya vipimo vya X-ray ya tumbo, kichwa, mifupa na kuweza kupata majibu ya kugundua ni kitu gani ambacho mgonjwa wetu anapata changamoto nacho. Tunatoa pia huduma ya ultrasound ambayo inahudumia wamama wajawazito, inahudumia wakina dada, kina baba na kina mama ambao wanakuja kwa ajili ya kucheki miili yao, kuangalia figo, ini, bandama na kuangalia kwa ujumla kabisa maendeleo ya mtoto anapokuwa katika tumbo la mama. Mfumo wa kuoda dawa ni kama mfumo ulivyowekwa na mwongozo wa serikali. Dawa tunazioda MSD na kwa level ya hospitali tunaoda dawa kila baada ya miezi 2. Tunavoda dawa kutoka MSD, tukikosa kutoka MSD tunaoda kwa mshtiri au wale vendors ambao wameingia mkataba na serikali. Na pia pale ambapo tutazipokea hizo dawa na vifaa tiba vitakaguliwa na Hospital Therapeutic Committee na pia kukabidhiwa kwa mfamasia zipangwe katika utaratibu ambao unatakiwa. Na pia hospitali ya wilaya Kinondoni kwa sasa ina takriban kama 95% ya upatikanaji wa dawa. Dawa muhimu zote zipo na pia wagonjwa wanapata huduma zote. Kwa sasa hospitali ya wilaya Kinondoni haina OS. Naposema haina OS ni kwamba zile dawa muhimu zote zinapatikana ndani ya hospitali. Na pia oda tunafanya kwa wakati na tunapokea kwa wakati. Huduma zetu hapa kwa kila siku ni tunahudumia wajawazito, akina mama waliojifungua pamoja na huduma ya chanjo kwa watoto, pia na huduma rafiki kwa vijana.
Kwa siku tunaweza tukahudumia akina mama kati ya 15 mpaka 20. Hao ni wamama wajawazito. Kwa watoto ambao wanakuja kwa ajili ya chanjo na huduma za upimaji wa uzito na kupata ushauri kwa upande wa lishe kwa watoto na lishe na ukuaji, tunapata watoto kati ya 25 mpaka 40 kwa siku. Huduma zinazopatikana katika hospitali yetu ya Kinondoni, tuna zile huduma za upimaji wa magonjwa ya kina mama wajawazito, tuna vipimo vya wagonjwa wa dharura, lakini pia tuna vipimo vya wagonjwa wa kawaida. Vipimo ambavyo tunavizingatia, kuna vile vipimo kwa mfano kama malaria, tunachukua ndani ya mpaka dakika 45 majibu yanakuwa yameshatoka, lakini pia tunapima wingi wa damu, lakini pia tunapima FBP. Vipimo vyetu havizidi masaa mawili, ila kwa wale wagonjwa wa dharura vipimo huwa tunavizingatia zaidi. Kwa mfano, kuna wale wagonjwa wanaokuja wamepata ajali, kuna vipimo vinahitajika kwa dharura. Kwa mfano, anahitajika kupima FBP, tutastop kufanya vile vipimo ambavyo vilikuwa vimeudwa na daktari, vipimo vya nyuma, na kufanya kile kipimo cha dharura. Na hata hivyo tuna mashine ambayo ina uwezo, hata kama kuna kipimo tayari tumeshakiweka, ila kinapokuja kipimo cha dharura tuna uwezo wa kustopisha na kuweka kile kipimo cha dharura na kutoa majibu kwa wakati ndani ya muda mwafaka na kumsaidia daktari kutoa matibabu. Wajawazito tunapima kwa mfano platelet, maana wamama wajawazito sasa hizi wamekuwa na changamoto ya damu zao kuchelewa kuganda, nikisema kwa lugha zaidi ni platelet zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo tunajaribu kuzingatia upimaji wa platelet, wingi wa damu, lakini pia na magonjwa ambukizi, kwa mfano magonjwa hayo ya hepatitis B, magonjwa ya virusi vya ukimwi, lakini pia magonjwa ya kifua kikuu. Tunapima kwa kutumia mashine yetu inaitwa mashine ya TrueNat, ambayo ndani ya saa moja inakuwa imeshatoa majibu na kumpa daktari mwendelezo wa kutoa matibabu kwa wagonjwa wetu. Lakini pia tuna vipimo kwenye biochemistry. Kwa mfano kwenye biochemistry tunapima magonjwa ya liver function, lakini pia tunafanya kidney function test. Tunafanya vipimo vya asati, alati, creatinine, cholesterol, lakini pia tunafanya vipimo vya kujua kiwango cha mafuta kilichopo ndani ya mwili wako kiko kwa kiasi gani. Lakini pia tuna kipimo cha HbA1c kinachomsaidia daktari kumuongoza matibabu katika wagonjwa wetu wa NCD. NCD nikisema NCD ina maana ni yale magonjwa yasiyoambukiza, non-communicable disease. Kwa hiyo tuna hicho kipimo, lakini pia tuna vipimo vya hormones hapa vinapatikana, ambavyo ndani ya saa moja unakuwa umeshapata majibu na unaweza ukawa umeshamuona daktari. Wananchi nao wakawa na neno kutokana na huduma zinazotolewa. Namshukuru Mungu kupitia hiyo hospitali ya Mabwepande mkoani, kwa sababu nilikuja tarehe 22 usiku by saa 7. Nilipofika hapa nilipokelewa vizuri na madokta, wakanichukua wakanihudumia vizuri, nikapata wa matwinsi, kaka na dada. Kwa hiyo yani sina cha kuwalipa kwenye hiyo hospitali, ila nachotaka kumwambia Mungu kwamba Mungu aendelee kuwatunza na kuendelea kuwapa afya njema. Yani jinsi nilivyopata huduma siwezi kusema, ila namshukuru Mungu kwa ajili yao. Mungu aendelee kuwatumia kwa sababu tunahudumiwa kama tuko nyumbani. Hospitali ya wilaya ya Kinondoni iliyopo Mabwepande ina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 250 kwa siku. Hivi ndivyo serikali inavyotekeleza kwa vitendo uwekezaji katika sekta afya, kuhakikisha wananchi wanapata huduma stahiki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Ismail Bugdha. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.